utakase, unibariki, utukuzwe ndani yangu. Mwokozi Yesu, ninakusifu, jina lako litukuzwe, liabudiwe, lihimidiwe duniani na mbinguni. Hujambo? Je, unapowaza kumhusu Mungu, ni picha gani inayokuja katika mawazo yako? Tunaweza kujifunza na maombi ya Hezekia. Senakeribu mfalme wa Ashuru alivamia Waisraeli, na alipokuwa akitaka kuuteka mji wa Yerusalemu, kunayo maneno aliyoyasema na yanatuonyesha picha aliyokuwa nayo katika fikra zake kumhusu Mungu. Katika kitabu cha pili cha Wafalme mlango wa 18 na wa 19, tunamuona mfalme Senakeribu akimdhalilisha Hezekia na Waisraeli wenzake. Anamtuma amiri wa jeshi lake na anaongea maneno ya kumwaibisha Hezekia na watu wake. Mtu anayenena kwa niaba ya Hezekia anamuomba huyo amiri asiongee kwa lugha ya Kiyahudi ili watu wengi wasije wakaelewa, na ikawa aibu kubwa kwa Hezekia. Lakini badala ya kufanya hivyo, anaendelea kuongea kwa lugha ya Kiyahudi na anapaza sauti na anatoa matusi mabaya hata zaidi. Katika kitabu cha pili cha Wafalme mlango wa 18 kifungu cha 28 hadi cha 30, tunamuona akimwaibisha Hezekia na watu wake. Neno la Mungu linasema, kisha yule amiri akasimama akalia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi akasema, lisikieni neno la mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Mfalme asema hivi, Hezekia asiwadanganye, maana hataweza kuwaokoa katika mkono wake, wala Hezekia asiwatumainishe kwa Bwana akisema, hakika Bwana atatuokoa, wala mji huu hautatiwa mkononi mwa mfalme wa Ashuru. Anaendelea na katika kifungu cha 33 hadi cha 35 anasema, je, yuko Mungu mmoja wa mataifa aliyewaokoa watu wake wakati wowote na mkono wa mfalme wa Ashuru? Iko wapi miungu ya Hamadhi na ya Arpadi? Iko wapi miungu ya Sefarvaimu na ya Hena na ya Iva? Je, imeuokoa Samaria na mkono wangu? Katika miungu ya nchi hizi zote, ni miungu gani iliyookoa nchi yao na mkono wangu, hata Bwana auokoe Yerusalemu na mkono wangu? Huyu mfalme anatumiwa na Shetani. Shetani huwa anatumia uoga kama silaha, na kwa sababu ndiye anayemtumia mfalme huyu na amiri wa jeshi lake, anatoa vitisho na maneno ya kuogovya. Senakeribu anafikiri Yehova ni kama sanamu. Atajua hajui. Yehova ni Mungu aliye hai, ni Mungu anayesikia na anayenena. Kile mfalme Hezekia alifanya ni kwamba alienda katika nyumba ya Bwana na akamuomba Bwana Mungu. Bwana Mungu naye akamjibu kwa kumtumia nabii Isaya. Hebu tuendelee. Tusome kitabu hiki cha pili cha Wafalme mlango wa 19 kifungu cha 32 hadi cha 34. Basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru, yeye hatauingia mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Njia ile ile aliyojia, kwa njia hiyo hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Maana nitaulinda mji huu niuokoe,
kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Tunamuona Bwana Mungu akiyajibu maombi ya Hezekia. Swali ni je, Bwana atafanya alivyosema au hataweza? Hebu tusome kifungu cha 35. Ikawa usiku huo malaika wa Bwana alitoka, akakiingia kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Yehova anasikia na ananena, na pamoja na hayo anatenda. Bwana Mungu anamtumia malaika wake mmoja tu, na huyu malaika anawaua watu 185,000. Sasa jeshi la mfalme Senakeribu limeangamizwa. Sasa Senakeribu atafanya nini? Tuendelee tusome kifungu cha 36. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka, akaenda zake, akarudi akakaa Ninawi. Hivyo ndivyo alivyofanya, na nabii Isaya ameelezea vile huyu mfalme Senakeribu alivyorudishwa kwake. Hebu tusome Isaya mlango wa 37 kifungu cha 29. Kwa sababu ya kunighadhibikia kwako na kwa sababu kutakabari kwako kumefika masikioni mwangu, nitatia kulabu yangu katika pua yako na hatamu yangu midomoni mwako, nami nitakurudisha kwa njia ile ile ulioijia. Hivyo ndivyo Yehova Mungu aliye hai alivyomrudisha Senakeribu kwake. Hebu tuendelee kusoma hapa katika kitabu cha pili cha Wafalme mlango wa 19, tusome kifungu cha 37. Ikawa alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Nisroki mungu wake, Adrameleki na Shareza wakampiga kwa upanga, wakaikibilia nchi ya Ararati, na Esarhadoni mwanawe akatawala mahali pake. Pengine ameona vile Yehova ameyatenda matendo makuu, na anadhani ya kwamba huyu mungu wake ambaye ni sanamu, huyu Nisroki, naye atatenda mambo makuu. Lakini tunaambiwa ya kwamba alipokuwa akiabudu, watu wake walikuja wakamuua. Kuna tofauti kati ya sanamu na Mungu aliye hai. Senakeribu alikuwa akifikiri ya kwamba Yehova alikuwa kama sanamu. Sasa amesoma na ameelewa ya kwamba Yehova si sanamu. Yehova ni Mungu aliye hai. Kunayo hadithi ya mwanamume aliyekuwa tajiri kiongozi na aliyejawa na kiburi. Huyo mwanamume alikuwa kiongozi katika nchi yake, na alikuwa tajiri kwa sababu alikuwa na mbuzi, ng'ombe na hata alikuwa na punda. Watu wengi katika nchi yake hawakuwa na punda, na kwa hivyo walipokuwa wakibeba mizigo walikuwa wakiibeba kwa miili yao. Lakini yeye kwa sababu alikuwa na punda, hao punda walikuwa wanamsaidia kubeba mizigo, na hata wakati mwingine walikuwa wakimbeba. Na pamoja na kuwa na utajiri wa mifugo, alikuwa na askari ambao walikuwa wanamlinda, na hao askari walikuwa na silaha. Kila askari alikuwa na rungu na upanga. Huyo mwanamume alikuwa na nyumba kubwa ambayo watu wake walikuwa wanaitazama na kuitamani. Kuta zake zilikuwa zimejengwa kwa matope na ilikuwa imeezekwa kwa nyasi. Watu wake wakawa wanamtazama, wanamsifu, wanamtukuza, naye anajiinua, na huku akiwa amejawa na kiburi
akawa anadhani ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa tajiri mkubwa sana duniani na tena kiongozi mwenye nguvu sana katika dunia yote. Alipokuwa akiwaongoza watu wake, alitembelewa na wageni kutoka nchi ya nje, na hao wageni wakaamua ya kwamba watawasaidia watu wake. Na kwa sababu alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa, wakaamua ya kwamba watampeleka katika nchi ya kigeni ili aweze kuhudhuria kongamano ambalo lingemsaidia kusimamia miradi ya maendeleo. Siku ya kusafiri ilifika, na huyo mwanamume akabebwa na punda. Akasafiri na akafika mahali pengine, na badala ya kuwa akibebwa na punda, akabebwa na lori. Na ilikuwa mara yake ya kwanza kubebwa na lori. Mwanamume akasafiri kwa lori na akafika mahali pengine na akabebwa na basi. Mwanamume akawa amepigwa na butwa, hata haamini macho yake. Anatazama na kuona kana kwamba anaota ndoto. Mwanamume ndiye huyo akasafiri kwa basi, akafika mahali pengine, akawa sasa anasafiri kwa ndege. Mwishowe alifika mahali ambapo kongamano lilikuwa, na huku akiwa ameshikwa mkono akaigizwa ndani ya nyumba kubwa mno. Mwanamume akawa anajionea mambo kwa kinywa na kwa macho. Kongamano lilipokuwa likiendelea, akawaona watu ambao walikuwa na magari ya kifahari na hata wengine walikuwa na ndege. Akawaona watu ambao walikuwa na nyumba za kifahari, nyumba za ghorofa. Na ilikuwa mara yake ya kwanza kuiona nyumba ya ghorofa. Hebu niifupishe hadithi, niseme ya kwamba kongamano liliisha na mwanamume akarudi kwake nyumbani. Aliporudi kwake, akaongea na watu wake huku akiwa amenyenyekea na hata akiwa anatiririkwa na machozi. Badala ya kujiona vile alivyokuwa tajiri mkubwa na kiongozi mwenye nguvu, akawa sasa anawatazama watu wake na kuona vile wanahitaji maendeleo. Mwanamume akabadilika. Badala ya kuwa bwana wa watu wake, akawa mtumishi wa watu wake. Naye Senakeribu alikuwa amejawa na kiburi, na akawa anamuona Yehova akiwa kama mwanadamu. Akawa anamtazama na tena anamuona akiwa kama sanamu. Lakini wakati ulifika na akauona uweza wa Mungu. Ninamshukuru Bwana Mungu kwa sababu Hezekia alikuwa tofauti. Yeye alikuwa anamjua Yehova na kujua ya kwamba Yehova ni Mungu wa kweli. Akawa anamweka Yehova mahali pake, akawa anamtegemea yeye, akawa anamwabudu na akawa anamtukuza. Kama Hezekia, tunastahili kunyenyekea mbele za Mungu, tuwe tukimwabudu Mungu, tuwe tukimuomba. Neno la Mungu katika kitabu cha Yohana mlango wa 15 kifungu cha 7 na cha 8 linasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Sisi watoto wa Mungu tunastahili kukaa ndani ya Kristo na tuwe tukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tuwe tukimtegemea Mungu na kusema kama Daudi. Hebu tusome Zaburi 121 kifungu cha 1 na cha 2. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hebu
na umjue Mungu. Umjue Mungu aliye hai. Na ukimjua, utanyenyekea mbele zake, utamtii, utamtegemea na utajaribu sana kuyafanya mapenzi yake na kulitukuza jina lake. Na ili kuyafanya hayo yote, utaanzia na kumwamini Bwana Yesu akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na unapofanya hivyo, Bwana akubariki. Shalom. Liabudiwe, lihimidiwe.